Katika maisha yetu ya wokovu kuna madarasa 6 ambayo lazima Mkristo anapitia. Sina muda kufundisha kwa kina, lakini nitasema kwa haraka. Lakini ukipata muda kutafakari utakuja kugundua ni kweli. Kuna darasa laitwa imani, la kwanza kabisa, darasa la pili tumaini, na darasa la 3 laitwa upendo ama tunda la Roho. Darasa la 4 linaitwa karama za rohoni. Darasa la 5 linaitwa siri za Mungu. Darasa la 6 linaitwa kuabudu. Hili ndilo darasa la mwisho la ukamilifu wa mwanadamu. Lakini madarasa yote haya yanakuwa kwa pamoja. Wakati imani yako inazidi kuongezeka, ndivyo tumaini lako lazidi kuongezeka. Wakati tumaini laongezeka, upendo wako kwa Mungu na jinsi ya kujua Mungu anavyokupenda na jinsi unavyopenda watu, ndivyo kunavyozidi kuongezeka ndani. Upendo wako unavyozidi kuongezeka, ndivyo vikarama vyako vya ndani vinazidi kuongezeka. Yaani maana yake ni kwamba ule uwezo wako wa kutafsiri maandiko, ile ni karama. Ule uwezo wa kunena kwa lugha, hiyo naye ni karama. Biblia inasema anenaye kwa lugha aneni na mwanadamu, bali anasema na Mungu. Kwa kiwango hicho ni kiwango cha kuzungumza na Mungu, inaitwa karama za rohoni. Hivi vitu vipo ndani yako, ingawa vipo kwa uchache, vinakuwa kidogo kidogo. Lakini pia wakati ule unavyozidi kuongezeka hivyo vitu, kuna kitu kingine kinaanza kuja ndani yako, inaitwa siri za Mungu. Siri za Mungu ziko kwa wale wamchao. Wanaomcha ni kina nani? Ni watu ambao wanaongeza kila siku bidii yao, hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana. Wanazidi kwa hodari katika Bwana. Hao ndio wanaomcha Bwana. Kwa hiyo nguvu zako zikiongezeka, ukifika kwenye kiwango cha siri za Mungu, tunahesabu vitu 5. Kitu cha mwisho kinaitwa ibada. Ibada yako inatokana na vitu 5 ulivyovifanya: imani, tumaini, upendo, karama za Roho na siri za Mungu. Hivyo vitu 5 ndio vinaamua uabudu vipi. Yesu Kristo punde tu baada ya kumaliza kuwalisha watu mikate na neno, Biblia inasema akajitenga kidogo kwa muda, saa 12 mpaka majira baadaye sana, akawataki na Petro avuke ng'ambo. Katikati ya usiku wa manane, Biblia inasema Yesu akatoka akatembea juu ya maji, akaenda kuwakuta ng'ambo kule. Pointi yangu iko nyuma hapa kwamba masaa 10 kuanzia saa 12 mpaka saa 8 Yesu Kristo alikuwa anaomba nini wakati alikuwa na vyote? Kuna kiwango ambacho kinaitwa kuomba na kuna kiwango kinaitwa kuabudu. Kuabudu ni kitu ambacho kinahusu mwanadamu na Mungu. Kwa Yesu Kristo hakuomba kitu duniani, maana alikuwa na vyote, lakini muda alipojitenga na Bwana alikuwa anakwenda kuabudu. Ile inasema kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati Adamu amepata ile neema baada ya shughuli zote, baada ya jua kupunga, Biblia inasema Mungu alikuwa anakwenda kumtembelea Adamu. Jua kupunga manake jua likizama, Mungu anakuja mpaka asubuhi, wanakuwa pamoja na Adamu. Wanafanya nini? Wanaabudu. Lengo la mwanadamu kuletwa duniani ilikuwa ni kuabudu. Kama kuna kitu shetani likiondoka kwenye maisha ya mwanadamu ni kuabudu. Kwa hiyo ibada ndio utimilifu wa ukamilifu wa Mkristo. Ndio maana Biblia inasema mambo yote yatakoma duniani, lakini kusifu na kuabudu hakutakoma. Manake kusifu na kuabudu ndilo kusudi la Mungu. Asubuhi ya leo Jehova akusaidie kutafakari katika madarasa yako hayo 5. Je, unaendelea? Imani yako ipo? Tumaini lipo? Unapenda watu? Unampenda Mungu? Siri za Mungu unazijua? Unanena kwa lugha vizuri? Unapoabudu unasikia nini? Mungu akubariki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.